Pongali Business, smart business tips. Faida 10 za biashara ya bodaboda, lakini pia hasara ambazo zinatokana na hii biashara. Kwa hiyo pamoja na faida kubwa ambazo tunaipata kwenye biashara ya bodaboda, lakini pia kuna hasara ambazo zinatokana na biashara hii kulingana na changamoto, lakini pia na nature ya biashara yenyewe. Faida ya kwanza kabisa ambayo ni pesa inaingia kila siku. Ukiamka asubuhi tayari una uhakika wa kupata shilingi 10,000 mkononi kutoka kwa dereva au kutoka kwako mwenyewe, ambaye hii ukijiwekea kila siku una uhakika wa kupata pesa ya kutosha tu. Kwa kama umemkodisha mtu, una uhakika kwamba kama kijana ataingia kazini leo, basi nina uhakika kupata shilingi 8,000 au shilingi 10,000 kwa siku. Faida ya pili ni kwamba mahitaji hayakomi. Hii biashara manake haikosi wateja. Mvua ikinyesha bado bodaboda itahitajika, kwa sababu mvua inaponyesha watu wanakimbilia bodaboda zaidi kuliko daladala. Hii ina maana kwamba tunasema ni usafiri wa haraka. Lakini pia mtu ana mgonjwa wake, automatically atampigia mtu wa bodaboda kwa haraka. Kwa hiyo manake unapokuwa na bodaboda ni usafiri wa haraka kwa hiyo mmiliki. Manake kama umemkodi kijana, basi ni rahisi kupiga simu yake kwamba njoo nichukue hapo nyumbani nipeleke sokoni, njoo nichukue hapo nyumbani nipeleke wapi. Na yeye atakuwa rai kukimbia kwako kwa sababu wewe ndio utajiri wake. Kikubwa umlipe. Sio kwamba akifika unamwambia kata huko huko, hapana. Hutaingiza fedha. Kwa hiyo hakikisha unamlipa kama unavyomlipa bodaboda mwingine. Faida ya tatu ni kwamba unaweza kuanza kidogo. Manake ukuaji wa biashara ya pikipiki ni unaanza na pikipiki moja. Baada ya miezi 6 unaweza kaongeza pikipiki nyingine kama ulikuwa unaweka akiba yako kila siku. Manake nini? Kama una aggregate ya kupata shilingi 10,000 kwa siku, kwa siku 30 za mwezi ambao una siku 30, una uwezo wa kupata shilingi 300,000. Kwa hiyo kama ukipiga 300,000 mara miezi 6 ni shilingi 1,800,000, ambayo tayari una uwezo wa kupata pikipiki used au unaweza ukapata pikipiki kwenye promotion ukanunua pikipiki mpya. Kuna pikipiki ambazo zinapita za promotion. Unaweza ukaotea na ukapata ukanunua pikipiki mpya. Ukawa umeongeza kutoka pikipiki moja kwenda pikipiki ya pili. Faida ya 4 ya biashara hii ya bodaboda ni kwamba inapanuka haraka. Kivipi? Ukisimamia vizuri hii biashara, ndani ya mwaka unaweza kuwa na pikipiki 3 mpaka 5. Na hapo bila mkopo mkubwa. Manake hata kama utachukua mkopo mahali kujazilishia kupata pikipiki mpya, kama nilivyokutolea mfano hapo juu kwamba umekusanya 1,800,000. Unataka kwenda kupata pikipiki mpya. Ili kufikisha 2,500,000, basi unahitajika kupata mkopo wa shilingi kadhaa. Manake ni rahisi kufanya rejesho kwa biashara ya pikipiki kuliko biashara nyingine. Kwa hiyo ni rahisi kuongeza idadi ya pikipiki nyingine kama utakuwa serious na biashara hii. Faida ya 5 ni kwamba ni rahisi kuielewa. Huhitaji degree wala huhitaji kwenda kusoma sana vitabu ili uje ufanye biashara hii. Kikubwa hapa ni nidhamu ya fedha pamoja na usimamizi. Faida ya 6 kwenye biashara hii ni kwamba biashara ambayo inafanyika karibia kila mahali. Haina kijijini, haina mtaani, haina kwenye jiji. Ni popote unaweza ukafanya biashara hii. Kwa hiyo unaweza ukachukua pikipiki yako ukaipeleka Singida, unaweza ukaichukua pikipiki yako ukaipeleka Arusha. Kikubwa ni kwamba ni stage. Ni wapi ninaenda kuiweka? Ina watu? Ina uhitaji wa pikipiki? Namba 7 ni kwamba
faida yake ni kwamba hakuna muda maalum wa kazi. Dereva anaweza kufanya kazi asubuhi, mchana hadi usiku. Kikubwa wewe ni kupata pesa yako kwa siku. Na wakati mwingine kwa mijini wengine wanafanya usiku tu, wanapokezana pikipiki moja. Mmoja anapiga asubuhi mpaka saa 12 jioni. Anamkabidhi mwenzake. Ile pikipiki tena inapiga ile kuanzia ile saa 1 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Mwingine anapokea. Kwa hiyo unakuta ile pikipiki moja inafanya kazi masaa 24. Sasa uchawi nini hapa? Ni swala la service mara kwa mara. Kwa pikipiki aina hii, maana yake inabidi ifanywe service kila siku, sio wiki tena. Na kubadilisha oil hiyo hata angalau baada ya siku 2. Faida nyingine ni kwamba unaweza kuajiri watu au kujiajiri mwenyewe. Kwa hii biashara unaweza kuajiri madereva wa kukuendeshia na ukapata pesa yako kila siku. Kwa hiyo ni biashara ambayo inaruhusu ajira kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hata ikitokea labda bodaboda wa kwanza uliyempata hakuwa vizuri, basi unaweza kumwajiri na mwingine. Kwa hiyo ni biashara ambayo inapata wateja au inapata madereva mara kwa mara. Faida ya 9 ni kwamba ni biashara ambayo inarudisha mtaji haraka sana kuliko biashara nyingine yoyote. Ndani ya miezi 6 mpaka 12 unaweza kurudisha pikipiki kama ulivyoinunua na bado pikipiki yako bado ipo. Kwa hiyo biashara hii inarudisha pikipiki kama ulivyoinunua na faida juu yake. Ya mwisho kabisa kwamba faida ya mwisho kabisa tunasema ni fursa za ziada. Pikipiki inaruhusu tunasema multi use. Manake pikipiki unaweza kutumia kwa kudeliver chakula, vifurushi. Kwa hiyo sio abiria tu. Hii bodaboda huwezi ukasema kwamba haibebi mizigo, hapana. Pikipiki hiyo hiyo unaweza kubebesha mizigo. Pikipiki hiyo hiyo unaweza kufanya delivery. Pikipiki hiyo hiyo inaweza kawa ndo kama usafiri wa wanafunzi kwenda shule, kama ndo gari ya nyumbani kwa wazazi wengine. Lakini pikipiki hiyo hiyo ndio ya kubebea abiria. Kwa hiyo ni multi user. Pamoja na faida zote ulizoziona hapo juu, kuna hasara kadhaa ambayo unaweza kupata kupitia biashara hii. Moja, hii biashara inakula pesa sana kwenye swala la matengenezo. Leo unaweza kupata faida, kesho ukapata hasara. Kwa sababu kuna matengenezo ya mara kwa mara kwenye pikipiki. Lakini pia swala la mafuta ni tunasema kwamba ni not fixed, kwa sababu inaweza kubadilika. Leo ikapanda, kesho ikashuka. Kwa hiyo unatakiwa uwe aware kuhusiana na hicho hapo. Lakini pia driver anaweza kukuibia. Bodaboda au mwendesha bodaboda anaweza kukuletea shilingi 10,000 hata kama yeye amepata shilingi 100,000. Au dereva anakuletea shilingi 10,000 lakini amefanya matengenezo ya shilingi 25,000. Sasa ni issue kidogo, lakini ndo changamoto. Yaani tunasema changamoto au hasara za biashara hii. Lakini hasara nyingine ni kwamba ajali inaweza kusimamisha biashara. Ajali ndogo tu, pikipiki inakaa gereji aidha wiki nzima, na hapo katikati ujue kabisa upate mapato, upo kwenye matengenezo. Kwa hiyo kama ulikuwa huweki akiba, huweki pesa ambayo unaipata kwa siku, okay, utashangaa unauza kiwanja kwenda kutengeneza pikipiki. Hasara nyingine ni kwamba ushindani mkali sana, ambayo tunasema kwamba stendi inaweza kuwa na bodaboda 20 wanaogombania. Kwa hiyo wakati mwingine bei inashuka.
Mtu amechukua pikipiki yako kwa mkopo, unamwambia tukubaliane kwamba kwenda sehemu fulani shilingi 2,000, yeye hata 500 anapokea. Kwa sababu wewe una pikipiki, tajiri wako anakudai shilingi 8,000 mpaka 10,000. Lakini mwingine yeye pikipiki ni ya mkopo, pikipiki ni ya kwake, hana hesabu ya bosi, yeye chochote kinachokuja. Kwa hiyo wakati mwingine ushindani unakuwa ni mkali, kwa hiyo ni hasara kwa wewe ambao unafanya biashara hiyo. Lakini kuna fine na sheria. Manake dereva akikiuka sheria tu anatakiwa alipe fine. Na hiyo wakati mwingine hana hiyo fedha, inakugharimu wewe tajiri, kwa sababu chombo inaweza kawekwa polisi kwa muda mpaka utakapolipa. Lakini hasara nyingine kwamba hii biashara inahitaji usimamizi wa karibu sana. Kwa hiyo kama uko busy, tegemea kupata hasara. Hii biashara inahitaji ufuatiliaji wa kila siku. Sio kwa wiki umeweka shilingi ngapi, no. Kila siku. Japo sasa ni ngumu. Biashara hii pia ina stress sana. Kwa hiyo ambao dereva ambao unaendesha, kwa hiyo simu zinaita kila mara, pikipiki imeharibika. Wakati mwingine dereva amechelewa kuja kuchukua chombo au kapata ajali. Kwa hiyo ni biashara ambayo ina stress pia. Kwa tegemea hizi. Yaani unapoona faida kwamba unapokea shilingi 10,000 kila siku, basi tegemea kupata changamoto kama hizi. Kwa hiyo ujipange. Hasara nyingine ni kwamba mapato hayako sawa kila siku. Hayawezi kuwa constant. Leo umepata shilingi 40,000, kesho unaweza kupata shilingi 15,000 au usipate kabisa. Hali inaweza kawa ni ngumu. Kipindi watu wamefunga sana, wasafiri wanaenda wapi? Kwa hiyo